vyanzo vya misingi mibovu. Na moja ya kitu ambacho nilikwambia jana ni chanzo cha msingi mbovu ni uwepo wa laana mahali. Yako mambo kadhaa niliyaeleza, lakini la msingi ambalo nilikwambia, mtu akibarikiwa laana yoyote haiwezi kumpata. Mtu akibarikiwa laana yoyote haiwezi kufanyaje? Haiwezi kumpata. Na nikakueleza, nikakupa mfano wa mafuta, kwamba mtu akipakwa mafuta alafu akamwagiwa maji, yale maji yatateleza. Ndivyo ambavyo mtu aliyebarikiwa alivyo. Ukibarikiwa, haijalishi nani anatamka laana juu yako, haiwezi kukufikia, kwa sababu tayari una package ya baraka kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikueleza tuliposoma ile Wagalatia, ile sura ya 3 mstari ule wa 13. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13, Biblia iposema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nikakwambia sababu ya Yesu kuja, baraka ya Ibrahim ilishakuwepo siku zote. Kwa nini tulikuwa tunashindwa kuipata sisi watu wa mataifa? Kwa sababu kuna kipengele cha laana kilikuwa kwetu. Kwa kitendo cha Yesu kufa pale msalabani, kilikuwa kinaondoa ile laana ambayo ilikuwa juu yetu. Pamoja na kwamba palikuwa pana baraka ya Ibrahim, isingeweza kufanya kazi mpaka damu ya Yesu Kristo na Yesu kuwekwa pale msalabani au afanyike laana kwa ajili yetu. Maana yake aibebe ile laana ambayo sisi tulikuwa tumetumiwa, ili ile baraka ya Ibrahim iwe na uwezo wa kufanya kazi ndani yetu. Sema amina. Sema tena amina. Sasa laana ni nini? Nilikueleza ile siku ya kwanza. Laana ni silaha kwenye mkono wa shetani. Ni silaha ambayo shetani anaitumia kutufanyia fujo. Ni silaha ambayo shetani anaitumia kutuvuruga. Bwana Yesu asifiwe. Laana ni silaha katika mkono wa shetani. Au laana ni kupoteza sifa za kukubaliwa na Mungu. Tafsiri nyingine ya laana ni kupoteza sifa za kukubaliwa na Mungu. Ukipoteza sifa ya kukubaliwa na Mungu, maana yake nini? Wewe unakuwa umelaaniwa. Au tafsiri nyingine tungeweza kusema laana ni kukosa radhi ya Mungu. Laana ni kukosa radhi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anaachilia hiyo laana kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilikueleza habari za Adam. Kwa ile laana haikwenda kwa Adam, laana ilitupwa kwenye ardhi. Nikakwambia moja ya kitu Mungu anachofanya kwa mpako mafuta wake, anapokosea hasukumi laana kwenda moja kwa moja kwa yule mtu. Anachokifanya Mungu, anapiga vitu vinavyoambatana na yule mtu. Bwana asifiwe. Wachungaji hawa wanaweza wakakosea, wanatakiwa kupigwa na laana ya Mungu, kwa sababu wana mafuta ya Mungu tayari. Mungu hawezi kujichanganya mwenyewe kwenye mambo yake. Kwa haruhusu wao wabebe laana, ila anaweza kaenda kwa watoto wao, anaweza kaenda kwenye biashara zao, anaenda kwenye maisha yao, anavuruga vinavyohusiana na wao. Lile pigo, kwa nini wanapigwa? Hawapigwi wao moja kwa moja, anapigwa aidha mtoto, anaweza akapigwa mke, anaweza akapigwa yoyote, kwa sababu Mungu hawezi kumlaani mtu aliyempaka mafuta. Kwa kama unaombaga watu walaaniwe, kama amepakwa mafuta hawezi kulaaniwa. Bwana asifiwe.
Haleluya. Ndio maana kwenye Biblia sema kuna mtu anaitwa Musa, kuna mtu anaitwa Haruni, kuna mtu anaitwa nani? Miriam. Hawa wote walimsengenya Musa, Haruni na nani? Na Miriam. Nani aliadhibiwa? Aliadhibiwa Miriam. Haruni akafanyaje? Akaachwa. Kwa nini aliachwa? Kwa sababu Haruni amepakwa mafuta. Ukibarikiwa, Mungu au mtu mwingine yoyote hawezi kukulaani kama baraka za Mungu ziko wapi? Ziko juu yako. Si umenielewa? Bwana asifiwe. Mungu akikutuma kazi ya kufanya, hata ukazingua, ataenda na wewe na uzinguaji wako hivyo hivyo. Ukimaliza ile kazi, ndio neema yake inaondoka kwako. Mnaelewa vizuri? Ngoja niseme tena. Wachungaji mnawajua? Mnawajua wachungaji? Yaani leo ukasikia mchungaji alikuwa anaombea watu wanapona, pepo zinatoka. Alafu kesho ukasikia mchungaji yule amempa mimba moja ya mabinti alikuwa anawaombea. Usije ukafikiri akiombea watu hawatapona, wataendelea kupona. Neno gumu wataendelea kufanyaje? Kupona, kwa sababu aliyekuwa anaponya hakuwa yeye. Ni ile neema ya Mungu ilikuwa juu ya nani? Kwa sababu yale mafuta ambayo alikuwa anafanyaje? Siku ule wito, wito wote una muda. Siku ule wito muda wake utakapokuwa mfanyaje? Umeisha. Ndipo Mungu anaporudi anambia, my friend, sikiliza, nilikupa miaka 10 ya kutumikia wito, miaka hii 10 au kazi hii tumemaliza sasa. Narudi kwenye kosa ulilofanya wakati ule, kama hajalitubia, anamchapa kwa lile nini? Kosa. Lakini huu muda wote utaona bado anatumika, bado anafanya kazi ya Mungu, bado vitu vinaenda, bado mambo yanaenda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Kwa sababu Mungu ni nini? Ndivyo alivyo. Sasa hii aina ya kwanza ya laana ambayo Mungu anaiachilia kwa mtu, laana ambayo Mungu anaitumia kupiga mtu, ni laana inayotoka kwake Mungu mwenyewe. Ndio maana utamwona Kain wakati anaadhibiwa, hakuadhibiwa na watu wengine. Mungu ndo alimwambia Kain, umefanyaje? Umelaaniwa. Kwa ziko laana ambazo Mungu anaachilia kwa sababu ya makosa ambayo tumeyafanya. Kwa mfano, Samueli wa pili 6:16. Samueli wa pili 6:16 anasemaje? Anasema hivi: ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, akamwona mfalme Daudi akilukaluka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Wakaliingiza sanduku la Bwana na kuliweka mahali pake katika hema aliyoipiga Daudi kwa ajili yake. Naye Daudi akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Kisha Daudi alipokwisha kutoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, akawakaribia watu, akawabarikia watu kwa jina la Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini? Ukisoma ule mstari wa 21 anasema, Daudi akamwambia Mikali yule aliyemdharau, ilikuwa mbele za Bwana aliyenichagua mimi juu ya baba yako na juu ya nyumba yake, kuniweka niwe mkuu juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli. Kwa hiyo mimi nitacheza mbele za nani? Za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mstari wa 22, kisha nitakuwa hafifu zaidi, nami nitakuwa mnyonge machoni pangu mimi mwenyewe, lakini kwa wale vijakazi uliowanena kwao nikaheshimiwa. Basi Mikali binti Sauli hakuwa na mtoto hata siku ya kufa kwake. Sema hatujaelewa. Sema hatujaelewa. Na mimi najua hamjaelewa, maana nimesoma hiyo mistari nimewachanganya. Bwana asifiwe. Haleluya. Nini nakueleza? Laana ambayo Mungu anafanyaje?
anaiachilia. Huyu Mikali, hii mstari ya kwanza umeanza kusoma huu mstari wa 16. Daudi alikuwa, sanduku la Bwana limeingia kwenye hema. Daudi ameanza anacheza, ameanza anafurahi. Mikali akamchungulia Daudi wapi? Dirishani, akamdharau. Alichokosea Mikali, alimdharau mtu aliyepakwa mafuta. Alipomdharau aliyepakwa mafuta, Daudi hakugombana na Mikali. Daudi akaendelea. Alichokifanya Daudi, Biblia inasema, ule mstari nilianza kusomea baadaye, akawabarikia watu wote waliokuwepo pale. Kwa sababu Daudi alikuwa na title mbili, alikuwa na vitu viwili. Alikuwa na position ya kikuhani na alikuwa na nafasi ya kifalme. Kwa akawabarikia wale watu, nini? Akavaa nafasi ya kikuhani, akaenda akawabariki. Wakati anacheza, kucheza kama mfalme, alicheza kama kuhani, maana alichezea kwenye hema aliyoitengeneza ambapo sanduku la Bwana lilikuwa limekaa. Sasa ile dharau ya Mikali, Daudi akamwambia, my friend, usinikasirikie. Aliyeniweka hapa ni Mungu, sio wewe. Ni kweli ungetamani baba yako akae hapa, ni kweli ungetamani mtu wa kwenu akae hapa, lakini mtu wa kwenu asingekaa. Lakini Mungu alinichagua mimi badala ya nani? Ya baba yako. Daudi akanyamaza kimya. Nini Mungu anafanya? Akalifunga tumbo la Mikali. Hakuzaa hata siku moja. Nini? Laana imeshuka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hii laana umeitoa wapi? Ulidharau watu, ulimdharau mtumishi wa Mungu. Wewe umevaa vizuri kuliko yeye, ukasema ona anavyovaa, yani yupo tu. My friend, anaweza asikusikie, lakini ndani ya moyo wa Mungu hiyo kitu ikaonekana. Mungu akamwambia, okay my friend, usijali, mimi na wewe tutakutana. Anafunga upate chochote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio vizuri. Na ndio kitu unaona Mungu ameitengeneza hapa kwa hawa watu. Ni sawa na ukisoma kitabu cha Habakuki sura ile ya 2 mstari wa 3. Habakuki sura ile ya 2 mstari wa 3. Anasema hivi, Habakuki 2:3. Maana njozi hii bado kwa wakati ulioamliwa, inafanya haraka ili kuifikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia, ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Tazama, roho yake hujivuna, haina unyoofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Naam, pamoja, hebu sema pamoja. Pamoja na hayo, divai na mchumi mdanganyifu, mtu wa kiburi, asiyekaa nyumbani mwake, huongeza tamaa yake kama kuzimu, naye huwa kama mauti. Hawezi kushibishwa, bali hujikusanyia mataifa yote. Hujiwekea kabila zote chungu. Nini kitu Mungu anaeleza hapo? Anaeleza sifa za mji ambao una laana juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tumekaa mahali wakaniuliza, wewe mtumishi unasemaje juu ya viongozi wa dini, matamko wanayotoa na nini? Nikamwambia, jamani sikilizeni. Kama wako sahihi au hawako sahihi, mimi si jui. Bwana asifiwe. Ila ninachojua mimi, Mungu ana utaratibu wake wa kufanya kazi. Ana utaratibu wake kufanyaje? Wa kufanya kazi. Kwa maana gani? Ndio nikasomaga huu mstari. Kwa sababu ukisoma hii habari ya Habakuki, kwa wale ambao hawaijui, Habakuki 1 mstari wa 1 imeanza kusema hivi. Ufunuo alionao nabii Habakuki. Nabii, kumbuka huu ni ufunuo. Sawa? Ni nini? Mwambie jana yangu ni ufunuo. Mwambie tena ni ufunuo. Alafu mbele nitakwambia kwa nini nimekwambia useme ufunuo mara mbili. Bwana, nilia hata lini? Wewe usitaki kusikia. Na kulilia kwa sababu ya udhalimu.
ila hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu u mbele yangu. Kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hukumu haipatikani. Kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki. Kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Angalieni enyi milio. Akaeleza hayo malalamiko. Si ndio waliolalamika viongozi wa dini? Eti si ndio mlivyolalamika wachungaji? Bwana asifiwe. Ndio waliofanyaje? Walivyolalamika. Sasa wasomaji wa Biblia wanajua hii. Habakuki alipomaliza kulalamika, hii nasema ikusaidie na wewe muombaji ili upate picha. Habakuki alipomaliza kulalamika, Mungu anamjibu nini Habakuki? Ndio ule mlango wa pili. Habakuki anaanza kusema hivi: mimi nitasimama katika zamu, nitajiweka juu ya nini, ili nione jinsi atakavyo nijibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Nikuulize swali, Mungu alijibu malalamiko ya Habakuki? Naam, alijibu malalamiko ya Habakuki. Haki ikarudie, haikupotoka tena, wadhalimu wakaisha. Bwana asifiwe. Si ndio malalamiko yake? Bwana Yesu asifiwe. Mnaelewa vizuri wa Mungu Lakini Biblia inasema hivi: Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe katika nini, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuifikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapo kawia ingojee, wala unabudi kufanyaje? Kuja, haitakawia. Tazama roho yake ujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Unaelewa maana yake? Tazama roho yake ufanyeje? Yaani Mungu alikuwa anamwambia Habakuki, wewe una roho ya kujivuna. Hayo malalamiko unayofanya kazi ya kuwakosoa wenzake, tazama roho yako ujivuna. Alafu Mungu anamwambia mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Bado najua hujaelewa. Mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Mlango wa 3 ambao ndo wa mwisho. Mlango wa 3 mstari wa kwanza anasema sala ya nabii Habakuki. Kule mwanzo nilikwambia useme nini? Maono. Umeona kusasa anasema nini? Sala. Kaacha kulalamika, kaja kusali sasa. Bwana asifiwe. Naelewa vizuri Badala ya kulalamika, tusilalamike, tusali. Badala ya kulalamika, tuombe. Mungu hajawahi fanyia kazi malalamiko. Mungu anafanyia kazi maombi. Ukilalamika anakuja kuambia tatizo lako unajivuna kwa sababu unakiona kibanzi cha mwenzako na achana na boliti lako. Mungu anasema achana nalo. Andika hii njozi, ili japo kawia ingoje, ili aisomae aisome kama maji. Wewe andika unachotaka kuandika, ukimaliza achana nayo. Alipopata akili ya Habakuki akasema badala ya kuendelea kulalamika, ngoja niingie kwenyeje. Alafu Habakuki akasema Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana, furaha ya kazi yako kutafakari miaka katikati ya miaka, tangaza habari yake katika ghadhabu, kumbuka rehema. Manake Mungu utakapoanza kuwashughulikia watu, mimi sijui lini, kumbuka na nini? Na rehema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa wewe kama muombaji vizuri na unataka kuwa na kiwango kizuri cha maombi na kuombea hayo mambo, badala na wewe kuwa shabiki wa kupiga kelele, wewe ingia nafanyaje? Omba. Ingia fanya nini? Omba. Mimi nakueleza ukweli, hawa wachungaji hao wataandika maandiko. Utasikia leo KKT wameandika andiko lao, Roma wataandika andiko lao, Waislamu wataandika andiko lao, Pentecost wataandika andiko lao, sijui manabii na wenyewe wataandika andiko lao. Mwisho wa siku kama hawaombi, hakuna kitu kitakachobadilika. Kwa sababu unayemwandikia sio Mungu, unamwandikia binadamu huyo unayemlalamikia. Kama Biblia inasema mamlaka zote zimewekwa na nani?
nenda kalalamike kwa aliyemuweka. Yeye ana njia nzuri sana kumshughulikia. Ngoja nikusaidie. Danieli alikuwa anajua kwamba mfalme anakosea. Unanielewa eh? Unanielewa vizuri eh? Danieli hakwenda kumwambia mfalme unakosea. Hakupiga kelele mahali. Danieli alienda akaomba. Alipoomba mfalme akaota ndoto. Alipoota ndoto mfalme, Danieli akaenda kutafsiri ndoto ya mfalme. Mene tekeli na pelesi. Ndio mfalme akapigwa adhabu, akaenda wapi? Polini. Lakini hakwenda kugombana naye. Tunachokoseaga sisi, tunaenda kufanyaje? Una bosi wako ofisini anakuzingua, usiende kugombana naye. Wewe cha kufanya, kaa kwenye magoti, omba. Mungu akisikia maombi yako atatafuta kwa nini unanyanyasika, kwa sababu ya fulani ile kama fulani, atamuondoa. Na neno vizuri tu Mungu. Tuko pamoja. Turudi kwenye somo letu sasa. Nilichokuwa na kuonyesha nini? Laana inayotoka wapi? Kwa Mungu mwenyewe. Kwa Mungu anaweza akaachilia laana sehemu inayotoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha pili cha laana. Chanzo cha pili cha laana. Laana ya wazazi. Laana inayotokana na nini? Na wazazi. Baba yako na nani? Na mama yako. Hiyo Mungu ameweka wazi. Usipoheshimu, maana yake nini? Kuna laana utakutana nayo. Na neno vizuri. Kuna laana inafanyaje? Unakutana nayo. Kama hautaheshimu wazazi wako, babako na mama yako. Hii sisemi sana kwa sababu tunaifahamu. Laana ya tatu. Aina ya tatu ya laana. Laana za watumishi wa Mungu. Laana za watumishi wa Mungu. Na hapa wengi sana leo makanisani tumeingia kwenye hii laana inayotokana na nani? Na watumishi wa Mungu. Hii laana inakujaje? Pale unapoanza kunyanyua mdomo wako kumpiga vita nani? Mtumishi wa Mungu. Sisi tumeona hapa kwenye hii Samueli tuliyosoma, si ndio? Tumeona huyu ndugu alivyopigwa na hii laana. Hajapata mtoto yoyote. Kwa nini? Kwa sababu alinyanyua kinywa chake akamsema nani? Mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ukinyanyua kinywa chako ukaanza kumsema mtumishi wa Mungu mahali, wewe unakaribisha laana kwako. Unakaribisha laana kwenye familia. Unakaribisha laana kwenye kikundi. Leo tunakutana na fellowship, tunaanza kuomba. Badala ya kuomba tunaanza sengenya watumishi sengenya. Tukimaliza tunakaribisha laana kwenye fellowship. Fellowship haiwezi kaenda. Kwa nini? Kwa sababu kazi yetu ni kuwasema vibaya wachungaji, kuwasema vibaya wainjilisti, kupiga vita watumishi. Kwa hiyo ile laana ikija inatusambaratisha, tunapoteana, hatupo. Fellowship ilikuwa ina watu 50, 40, 20, 30, mara mmebaki wawili ambao nyie ndo nyie. Hamsikii hili, hamsikii lile, kila siku kugombana na kila mtu. Nini? Laana. Na ndio maana kuna watu leo hawaji kwenye fellowship, sio kwa sababu wapendi, hapana. Wanajua tukienda kule kuna majungu. Wanaacha kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Mnaelewa vizuri? Tunaenda sawa. Nini? Laana. Usichokijua hivi vyeo viko hivi, ngoja nikwambie. Hapa si tuna wachungaji hawa wawili, si ndio? Tuna mchungaji kiongozi, Pastor Kionza, si ndio eh? Alafu ana usaidizi. Bwana asifiwe. Huyu msaidizi anaitwa mchungaji msaidizi, si ndio eh? Cha kwanza mchungaji kabla ya usaidizi. Tunaenda sawa? Bwana asifiwe. Kwa title ya kwanza wanafanana. Na ndio hiyo yenye sifa mbele za Mungu. Hii ya uongozi sio nini? Kibinadamu. Mnanielewa vizuri? Tofauti na kwa askofu. Anaitwa askofu, yule mwingine haitwi askofu msaidizi. Anaitwa msaidizi wa askofu. Maana yake nini? Yeye sio askofu.
Naelewa vizuri hiyo tofauti ya hiyo lugha. Yaani ukiona sasa msaidizi wa askofu maana yake nini? Anaweza akawa mtu yeyote. Yes, sio askofu. Angeitwa askofu msaidizi maana yake tungona maaskofu wangapi? Wawili, mmoja kiongozi wa mwenzie. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Naelewa vizuri Bwana Yesu asifiwe. Ni sana naambia watu saa nyingine hivi. Mimi sijui hapa kwenu, lakini kuna makanisa ukienda unakuta kuna vyombo labda vya kwaya hii na kwaya hii. Alafu fellowship hawana vyombo, au kanisa hawajanunuaga vyombo. Kwa hiyo wanatumiaga vyombo vya nani? Vya kwaya. Mkiandaa semina kama hivi, mnaenda kujibembeleza kwa kwaya fulani, iwapatie vyombo tena kwa kufuata utaratibu. Mchungaji anaandika barua, wanaenda kumjadili mchungaji au viongozi wa kwaya, wamjadili mchungaji, wamtajie gharama, alipe zile gharama. Mwisho wa siku vyombo vitumike wapi? Kwenye semina ambayo na wao wamealikwa kuimba. Si mnanielewa watumishi wa Mungu? Tunaenda sawa? Hawa watu wakigombana na mchungaji, nini kinatokea? Wanazuia vyombo vyao visitumike. Wanaweza kaja hapa speaker kila kitu vikawekwa hapo, akachukua mixer akaondoka sawa. Nini? Yule kiongozi wa kwaya anaweza kachukua ile mixer akaenda nayo wapi? Nyumbani. Sawa? Sikiliza. Kwa mujibu wa Biblia, nini amefanya? Amebeba laana akaipeleka wapi? Nyumbani. Ndio maana leo angalia maisha mengi ya wazee wengi wa kanisa yana changamoto. Kwa nini? Kwa sababu ya fedha zinazotoka kanisani kwenda majumbani kwao. Sio hapa. Bwana asifiwe. Kuandika tunaandika sawa. Kwenye bahasha ziko zile sadaka haziwekagi kwenye bahasha. Yaani mtu anaona zimekaa hapa, kuna teni zimekaa pale, ndio ameshika kile kapu, anaenda nacho tukahesabie. Pale kuna teni mbili zinafinywa fasta, alafu zinafika zinawekwa pale, kikapu kinaendelea. Katibu haelewi zilikuwa shilingi ngapi kwa sababu mpaka wahesabu haziko kwenye bahasha. Yule mtu anabeba laana, anapeleka wapi? Nyumbani kwake. Hawezi endelea hata siku moja. Bwana asifiwe. Na ndio wazee wa kanisa angalega saa nyingine wakija hapa kanisani, gombana na mchungaji kila anapoitwa leo, gombana na katibu, gombana na mwinjisi, gombana na palishwe. Yaani yeye ni mtu wa vita muda wote. Kwa nini? Kwa sababu amezoea mazingira ya aina fulani. Ule ukali wa nini? Ni ukali wa laana. Bwana asifiwe. Msinigombanishe na wazee wa kanisa. Na ndio maana uwaga naambiaga watu hiki kitu. Kuna wakati ambao jaribu kujipa homework ya kwako binafsi. Nani ukija kwenye ibada tu za kawaida hizi, unajua nyinyi sio watafiti vile, mnaingia kanisani na kutoka bila hata saa nyingine kuanza na kufikiria. Kuna mzee wa kanisa akiwa zamu, upako hamna. Yaani kuna watu akiwa zamu, huoni upako. Ibada ukiuliza ibada inakuwa ngumu. Nani yuko zamu siku hiyo? Kuna wengine wakiwa zamu, yaani hata msipoomba unasikia neema imekuja, upako umeonekana. Nini maana yake? Hao wazee wa kanisa, my friend, ndio wanaotuongoza, ndio wanaosimama pamoja na sisi, ndio wanaosimama pamoja na wachungaji, ndio wanaosimama kutokea vitu kutoka kwenye madhabahu kuja kwetu. Wakikaa vibaya wanakata network. Akiwa mzee wa kanisa fulani, watu wengi wanasinzia. Fanya utafiti kama niliofanya mimi. Bwana asifiwe. Haleluya. Dawa yao nini? Hatuwafukuzi wala hata hatusemi vibaya. Kazi yetu ni kuomba. Fomu langu ni ile moja nilifundishaga siku mwaka gani. Nilikwambia hivi, ukitaka mtu yote aondoke kwenye uzee wa kanisa, ongeza kiwango cha kutoa sadaka. Ukiongeza kiwango cha kutoa sadaka, ile sadaka itawafukuza watu wote wasiostahili. Vile tu ujuaje. Bwana Yesu asifiwe. Au saa nyingine wewe angalia kwenye ibada, si tuna kwaya, angalia kwaya gani siku hiyo ndio imekaa mbele inahudumu, afuatilia upako na kae. Kuna kwaya ikihudumu yenyewe siku hiyo
ndio imekaa huku mbele, upako unakata. Alafu kuna kwaya ikiwepo yenyewe, hata kama haijui kuimba, wewe unapokea kitu. Shida ni nini? Manake wale watu wa kwenye kwaya, aidha sio wote, kuna mmoja amebeba laana. Kwa sababu kanuni ya laana, ukibeba wewe mmoja unawakokota na wenzio wote. Na shida inapokujaga, yule kiongozi sana sana ndo akibeba laana, anawaambukiza na wenzie. Si mnaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua nyi watu hamjuagi, lile joo analovaga mchungaji lile, ukilikosea lile joo, imekula kwako. Imekula. Mchungaji akishavaa lile joo, sio nimewafundisha hii kitu. Akishavaa lile joo lile, kuna vitu viwili anavaa. Kuna ule mshipi, si ndiwe? Alafu kuna ile stola. Si ni sawa? Mchungaji anaweza katoka na stola yake tu ile, akajijia kwako, anakupiga tu na ile stola. Kila anapokugusa na ile stola, kwa mujibu wa Biblia, una ugonjwa wowote unakata ile stola ile. Ndio maana Mungu aliwaambia wachungaji, unavotoka huku, unafunga ibada, unaenda huku nje, stola acha madhabahu. Sema tu siku hizi hawaachaji. Acha wapi? Madhabahu. Kwa sababu ile stola sinapepea hivi, inaweza kafika kamgusa shangwe pa. Labda shangwe alikuwa amegombana na Mungu, na Mungu amegoma kumsamehe shangwe. Ile stola ikimgusa shangwe, Mungu anagaili, anamsamehe shangwe. Ndio Biblia hivyo andika sasa hivi, maana utamtakasa ambaye sijakusudia kufanyaje? Kumtakasa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Kwa ziko laana ambazo tunazivaa wenyewe kutokana na nini? Makosa tunayokosea, kuwasema vibaya watumishi wa Mungu. Laana ya mwisho kwa leo. Laana ya mwisho kwa leo ya 4. Laana ya kutotoa zaka. Laana ya kutotoa nini? Zaka. Ukisoma kile kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 8 mpaka wa 10, ni mstari maarufu sana hii. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini nyinyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Mstari wa 9, ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Sasa nisikilize hapa. Ili jibu langu jingine nililokuwa nimewajibu wale ndugu walioniuliza habari za serikali. Nikamwambia, kama makanisani tungeacha kuiba zaka na dhabihu, tusingelaumu serikali hata siku hii. Kwa sababu hata makanisani tunaiba nini? Zaka na dhabihu. Kwa sababu Mungu anasema, hii laana ambayo wanatupiga, sasa ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi taifa hili lote. Kwa hiyo ukiona Tanzania imelaaniwa, maana yake nini? Tumeacha kutoa zaka na dhabihu. Haiwezekani tutoe zaka na dhabihu kwa uaminifu, alafu kuna mtu wa serikali afanye kitu cha kimakosa. Haiwezekani. Haiwezekani, nakueleza ukweli. Kwa sababu Mungu atakachokifanya atakuwa anakuja kutulinda muda wote. Mungu atakachokifanya atakuja kuwa anasimama sisi muda wote. Anashindwa kusimama kwa sababu sisi wenyewe ndio tumemuibia. Kila anayekosea huko juu ana dini anayosali, hatoagi zaka na dhabihu. Na sisi kanisani tunaiba zaka na dhabihu, wachungaji wanaiba zaka na dhabihu, wao viongozi wa dini wanaiba zaka na dhabihu. Kwa Mungu anachofanya, anatuchapa wote, tunakuwa chini ya nini? Ya laana. Niliwaambia Wakristo hivi, wakati nawaambia kitu mara nyingi, lazima uwe na kuhani wako, si ndio? Ambaye anakuhudumia, uwe na mchungaji wako, si ndio? Unachaguaje mchungaji? Unachaguaje kuhani? Sifa ya kwanza, huyo kuhani awe anajua kutoa zaka na dhabihu. Sio wewe kwenda kumpa, achana na wewe kwenda kumpa. Yeye awe na uwezo wa kutoa nini? Zaka. Yaani usiwe na mchungaji ambaye hatoagi sadaka, hawezi kukusaidia. Unajuaje mchungaji anatoa sadaka? Si wote tuna bahasha. Itembelee bahasha ya mchungaji. Wewe ukikaa pale unachagua bahasha, kila mtu anajua anaangalia bahasha ya nani? Si hakuna anayejua anaangalia bahasha ya nani.
Chukua bahasha ya mchungaji, anza kuiangalia, pitia anatoaga nini. Ukiona anachotoa kinaeleweka, sema huyu anaweza kuwa mchungaji wangu. Huyu naweza nikapoleza shida zangu. Maana yake nini? Huyu ana mahusiano mazuri na Mungu wake. Kama mchungaji atoi sadaka, hawezi akakuombea wewe, kwa sababu yeye mahusiano na Mungu wake pia yeye mwenyewe hana. Bwana Yesu asifiwe. Naelewa vizuri? Tunaenda sawa? Hata sisi watumishi wa Mungu usimtegemee mtumishi ambaye sadaka hatoi. Changamoto. Sadaka ni mahusiano ya mtu na Mungu. Sadaka ni mahusiano, mapatano ya mtu na Mungu. Hatoi sadaka, inakuwa kwaje? Siku na mchungaji mmoja alinialika Jumapili kanisani kwake, nikafundisha somo la uwakili la sadaka. Alikuwa anakaribia kwenye, kuna mtu alimuomba, yule mtu akamwambia muite fungo atakusaidia. Sasa sijui ulitoka hapo ujasiri, ngauliza mchungaji, mimi nakuja kufundisha watu wako kutoa sadaka. Inawezekana mimi nikiwepo wakatoa sana, nikiondoka wakawa wale wale. Okay, wewe mchungaji huwa unatoa sadaka? Bwana asifiwe. Sikiliza, kwa sababu kama nataka watu watoe mavuno kwa uaminifu, mimi mchungaji nimetoa mavuno kwa uaminifu. Tumeona Kionza ameingiza gunia 20 nyumbani kwake, alafu kesho tunaona ametuletea mahindi bebe 3. Wewe unataka mimi niwe na ujasiri wa kutoa gunia 2, na utoa wapi? Ukiona Wakristo hawatoi sadaka, mchungaji utoage na wewe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio vizuri wa Mungu. Nikamwambia mchungaji, wewe sadaka unatoa? Ili tukisema tuchukue bahasha yako tutolee mfano kanisani, hatutakuaibisha? Akaniambia tukijipanga tutakualika wakati mwingine. Nikamwambia siwezi kuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza maidia, tangu umeokoka, inawezekana na miaka 10, 15, ni kosa la jinai kuendelea kufundisha kutoa sadaka kila siku. Acha nazo kama huwezi kutoa. Yaani kama kila siku tujenge kufundisha toa sadaka, ni kitu ambacho hakiko sawa sawa. Acha. Waache wanaotaka kutoa watoe. Alafu kazi yako kazana kuwaangalia watoaji. Na Biblia imeweka kanuni hii, mtoaji na muombaji wa kwanza kusikilizwa na Mungu mtoaji, sio muombaji. Wewe kazana kuomba, ngoja wenzako wakazane kutoa. Mahali ambapo wewe utahitaji kupelekwa, wenzako hawatapelekwa. Neema ya Bwana itawafuata walipo. Na leo tumeshomo ndio utaratibu wa sadaka. Ndio Mungu sasa mnaniibia zaka na nini? Nafikiri Mungu ni maskini kiasi hicho alalamikia zaka na dhabihu? Hapana. Alikuwa anajua anataka kutufundisha kitu gani. Hakikisheni mnatoa zaka na nini? Na dhabihu. Naambia kwa Kristo mara nyingi, yako mambo ili ufanikiwe hayahitaji maombi, yanahitaji sadaka. Sadaka tu. Na wala haikugharimu chochote. Hizo tu kuwa mwaminifu. Umepata sadaka yako, fungu la 10, peleka kwa Mungu kadri linavyotakikana. Bwana Yesu asifiwe. Na leo vizuri. Mimi naambiaga watu mara nyingi, najitolea mfano mimi binafsi. Sio kwamba natoa sana, ila wanajitolea mfano kwenye namba naweza. Kwamba mimi ninaruhusiwa sana na bosi wangu kwenda maeneo mbalimbali kufanya mikutano na semina na nini na kila kitu. Ukifuata sheria na taratibu za kazi, ningekuwa nimeshafukuzwa. Kwa nini bado nipo? Ninajitahidi kuwa mwaminifu kwenye eneo la sadaka kuliko ninavyofikiri. Na ninachokifanya, niliwaambia hata wakati namtolea bosi wangu sadaka. Mimi bosi wangu ni Kihonza. Kwa hiyo nachukua sadaka na ibandika jina la nani? La Kihonza.
hii sadaka naileta kwenye madhabahu. Mungu, hii sadaka hii kwa ajili ya bosi wangu anaitwa Kihonza. Kwa Mungu akitizama ile sadaka anamuona nani? Kihonza. Anatafuta kuna mahusiano gani kati ya mimi na nani? Na Kihonza. Kihonza ni bosi wangu. Kwa hiyo siku nikitaka kwenda kuhubiri, bosi akitaka kunishughulikia, madhabahu yangu inazungumza na bosi wangu. Anaacha ukali, anakuwa mpole. Bwana Yesu asifiwe. Siku nimeenda kuhubiri mahali ambapo kuna wakulima wengi sana, labda Mbalali, tukienda Mbalali unapewa mchele labda debe 3 kilo 60 au kilo 50. Sio zote nampelekea mama Benaya nyumbani, hapana. Waga nagawasha. Kuna wa mama fungo utaenda, najua ninachokitafuta kwa mama fungo, kwa bana mamangu mzazi. Kuna nyumbani kwangu utaenda, lakini kuna mchele utaenda kwa bosi wangu. Bosi, nimerudi Mbalali, walinipa mchele, kuna kilo 10 zako hapo. Ana enjoy, anakula. Siku akiumisi mchele tena wa Mbalali, sasa kwani kwa Mbalali unaenda tena lini? Naambia tuliza bol. Nani vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Na ngoja nikwambie kitu, kuna siku nilienda Mbeya, tukapewa mikungu ya ndizi kule Tukuyu. Nilipopiga hesabu kwa watu nilikuwa nataka kuwapa wa ofisini, nikagundua nikimpa mkungu mama, sisi nyumbani tunakosa. Nikasema okay, bora nyumbani kwangu na watoto wangu tukose. Wa mama fungo nikapeleka kama kawaida. Bwana asifiwe. Kuna kitu waga na kiwinda kwa mama yangu, waga naelewa. Na wewe ukiweza peleka vitu kwa wazazi wako. Nikapeleka kama kawaida, nikaenda kwa mabosi. Kila mtu nyumbani kwake, simpelekee ofisini, nampelekea nyumbani kwake. Wewe unafanya kazi nyumbani kwa bosi wako ukujui, una changamoto. Mimi hakuna bosi sijui nyumbani kwake. Wote nikaenda, kuna mkungu, walikuwa 3. Nikawapa, nikamaliza. Nikarudi zangu nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Naelewa vizuri eh? Ndio maana ya kutoa nini? Sadaka. Ziko unazowapelekea wao, lakini ziko ambazo unawabana wao, unaleta wapi? Kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na wabaga ule mfano, hakunaga Muhindi atakuuzia kitu asikupe risiti. Kama amegundua wewe ni mteja wa thamani, hatakupa risiti. Kwa nini anataka kukupa risiti? Anataka jina lako. Akipata jina lako, anachukua ile hela uliotumia kununua vitu, anaitolea hata fungu la 20, anaweka kwenye madhabahu yake, anaiweka pale. Ndio maana kila ukitaka kununua kitu cha staili hiyo, unamshauri aende, unaenda pale pale dukani kwake. Ushashauri mtaa mzima wananuaga vitu pale. Yaani umekuwa wakala wa kujitegemea na hamna unachopata. Mimi ninanuaga vitu mahali fulani, nenda pale ndo vizuri. Kwa nini unamsukuma sana aende pale? Kwa sababu siku ulipoenda wewe, yule Muhindi alivyokuona hivi akajua huyu ni mteja wa thamani huyu. Sasa naomba nikupe risiti ya kutembea nao njiani. Jina tuandike nani? Unataja jina lako. Anachukua jina, anachukua hata fungu la 20, anapeleka kwenye madhabahu yake, umekaa pale. Siku ile madhabahu ikifa, ndio unafunguliwa kwenye hicho kifungu. Sema asante Yesu. Maana nimeelewa. Nilikuwa sijui. Bwana Yesu, naomba nisaidie. Siku ya leo ikawa ya tofauti kwenye maisha yangu. Ikawa ya tofauti kwenye hatua zangu. Kila mahali nitakapotembea nikutane na uwepo wako. Nitakapotembea nikutane na nguvu zako. Kwa jina la Yesu. Naomba bahasha tutakazo tumia Jumapili. Haleluya. Hii bahasha, tafuta mtu yeyote unayetaka kukamata nafsi yake, ambatanisha na hii bahasha. Umewahi kusikia? Bwana asifiwe. Ndio kazi ya hii bahasha. Tutamshukuru Mungu sawa, lakini mtu yeyote unataka nafsi yake iwe kwako, hii bahasha. Wako 4, beba bahasha 4. Wako 5, beba bahasha 5. Wako 10, beba bahasha 10. Kama ambavyo mimi nitabeba bahasha za mabosi wangu. Bwana asifiwe. Na nalo vizuri eh? Tunaenda sawa? Wewe mabosi wangu mimi huwajui.
Kwa hata mimi sihitaji kujua kwako, wala uhitaji kuandika jina la mtu. Wewe tu unasema ulooni kwamba hii bahasha ya fulani, hii ya fulani, hii ya fulani, hii ya fulani. Mzee wa kanisa mmoja ya bosi wako ni mchungaji. Kwa hiyo bahasha ya mchungaji Kionza. Hii bahasha ya mume wangu, hii bahasha ya mke wangu, hii bahasha ya watoto wangu, hii bahasha hivi na hivi na hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Siku nilipojua wakuu wa shule, mkuu wa shule mmoja alipomshauri atoe bahasha kwa ajili ya watoto wake. Niliwahi kuwasimulia ile kitu. Atoe bahasha kwa ajili ya shule yake. Nimewahi kuwapa ushuhuda. Mnakumbuka Baada ya ile zoezi kufanyika, nachokifanyaga na mimi waga natoaga bahasha kwa ajili ya watoto wangu kwa ajili ya shule wanayosoma. Ili siku nikitaka kuhamisha mtoto usio kuna ugumu wa mtoto kung'ania shule au yule mzazi kunitawala mimi. Bwana asifiwe. Ndio kitu tunafanya. Kwa na wewe hii bahasha, hiyo sadaka utakayokuwa umeweka itakusaidia. Bwana asifiwe. Ndio Biblia ilivyoandika. Sisemi mimi kutoka hewani. Ndio Biblia ifanyaje? Elia aliwaambia nini wale manabii wa Baali? Kaleteni ng'ombe wangapi? 2. Si ndio? Elia alienda na ng'ombe? Hakwenda na ng'ombe. Wao ndio walikuja na ng'ombe. Kwa nini Elia hakwenda na ng'ombe? Alikuwa anataka wao ndio walete sadaka. Wao ndio wenye matatizo. Sisi hatuwezi kwenda kuambia watu walete sadaka. Huwezi kumwambia mume wako nipe sadaka nikakutolea, hata kuelewa. Ila utakachokifanya ile sadaka unaipa jina lake awe kama ametoa yeye. Bwana asifiwe. Ndio maana walianza kuuliwa mmoja mpaka wa 470 wametulia kwa sababu nini? Waliunganishwa mioyo yao na madhabahu ya nani? Ya Elia. Sema Bwana Yesu, ninaomba nipe cha kukutolea ambacho nitaunganisha na hii sadaka na maombi yangu siku ya Jumapili. Kila mtu nitakayemtolea sadaka ambaye naitaka nafsi yake iambatane na mimi, Bwana, kwa sadaka hii nitakayoitoa, naomba Bwana Yesu, pokea leo kwa jina la Yesu. Amen. Sema Bwana Yesu, sadaka hii ni ishara ya utayari wangu mbele zako. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Amen.